Umoja wa Watawa Duniani, na hao ndio viongozi wa Umoja wa Watawa Duniani. Karibu sana kwenye kongamano kubwa lililofanyika na Umoja wa Watawa Duniani.
Mungu ikubali watu wako upako wa kutoka mbinguni. Taji mbingu ikubali sasa. Yesu, ninakuita. Roho Mtakatifu atembee. Roho Mtakatifu atembee. Acha watu wako wasikie. Acha watu wako wakubaliwe na wewe. Asante kwa sababu ninaamini ya kwamba mbingu iko tayari mahali hapa. Taifa lako limeshuka ili lisikilize kile ambacho umekusudia siku ya leo. Asante kwa sababu upendo wako ni mkuu kwetu. Tembelea watu wako na washuhudie mema siku hii. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Amen. 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mchape Yesu makofi na vigelegele mahali ulipo. Amen. Amen. Bado sijaona. Bado sijaona. Chapa makofi na vigelegele kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Amen. Sifa na utukufu za nani? Ni za Bwana. Tukigeuka tunageuka. Lakini hapa pakae watu walio na mikiki. Mmoja akae hapa na mwingine akae hapa. Lakini pia wale ambao wametupigia ngoma, hao ndo tutakaoenda nao kwanza. Ikiwa kutakuwa programu nyingine ya kugeuza wapigaji wa ngoma, ifike ofisini. Hawa ambao wametupigia ngoma muda huu, kwanza wao wachukue hatamu. Pakiwa mageuzi, ifike kwanza ofisini. Hapa pakae mpigaji wa kayamba na hapa. Kine wote tujipange kwa mstari. Tujipange kwa mstari hivi. Wale wapigaji wa makofi mtasogea hapa, lakini hawa wasingie huku. Utaratibu. Kama utajazwa, okelele ovi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yangu yote nimempa Bwana, isiaibike milele. Amen. Maisha yangu yote nimempa Bwana, isiaibike milele. Amen. Maisha yangu yote nimempa Bwana, isiaibike milele. Maisha yangu yote nimempa Bwana, isiaibike milele. Amen.
Amen. Ya maisha yangu yote nimempa Bwana, isiyoivike milele. Amen. Yote nimempa Bwana, isiyoivike milele. Ya maisha yangu yote nimempa Bwana, isiyoivike milele.
milele. Maisha yangu yote nimekupa Bwana, nisiaibike 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 milele.
Wapi na wapi? Pole pole,
Haleluya mkutano. Amen. Tumshangilie Yesu kwa kupiga. Inapendeza haipendezi. Inapendeza haipendezi. Inapendeza haipendezi. Pamoja na Mungu tunaweza. Amen. Pamoja na Mungu. Ikiwa wapo wasimame wa usalimu mkutano. Nitakusaidia. Amen, amen, amen. Tulikwenda kualika kanisa letu la Pefa. Ikiwa wana Pefa wapo, wasimame waweze kusalimu mkutano. Amen, amen. Mungu akubariki. Tulikwenda kualika kanisa letu la Penuel. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Naona wajafika. Tulikwenda kualika kanisa letu la MMC. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Naona nao bado hawajafika. Kuna kanisa letu ambalo tulikwenda kulialika, ni kanisa letu la Sepake, UTM Sepake. Ikiwa wapo, wasimame waweze kusalimu. Amen, amen, amen. Pia tukukomea hapo, tulikwenda kualika kanisa letu la FCPC. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. FCPC awapo, wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Hawajafika. Tulikwenda kualika kanisa letu la Fellowship. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Amen, amen. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Naona bado hawajafika. Mwaliko wetu ukawafikia kanisa la MMPT. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Amen, amen, amen. Ubarikiwe pia mtumishi wa Mungu. Mwaliko wetu ukakwenda kufikia kanisa la ENCC. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Naona hawajafika. Kanisa letu likafikia kanisa la Kogope, zone ya 13. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mwaliko wetu ukapelekwa kwa kanisa la ABL MCT, zone ya 12. Ikiwa wapo, wasimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Pia tukukomea hapo, tukakwenda kualika chumba cha maombi Kalmeri. Ikiwa wapo, wasimame wa usalimu mkutano wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana inuliwe. Tukakumbuka ministry zetu, tukakwenda kuialika grupe Lemba. Ikiwa wapo wanalemba, wasimame wa usalimu mkutano. Amen, amen, amen. Tukakwenda kuikumbuka
Grupu yetu Fondation Huruma. Ikiwa wapo wana Fondation Huruma, wasimame wa usalimu mkutano. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, amina. Hatujakomea hapo, tukakwenda kualika grupu letu la ushirika wa waombaji ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mbarikiwa wapendwa katika Kristo. Hatujakomea hapo, kuna waliko binafsi tulialika wastaafu, uongozi wa wastaafu wa ushirika wa maombi Kambini ya Rugoso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiwa mchungaji Banyakwa yupo, Banyakwa Mwenelo hata. Karibu usalimu mkutano. Hajafika mzee. Tukakwenda kumwalika mtumishi wa Mungu Askofu Fikiri Mwenyi, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Bado hajafika. Tulikwenda kumwalika Revera Jean Mlole, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Naona bado hajafika. Tukaenda kumwalika mama yetu ambaye anaitwa Ivoni Asende, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Pia mwaliko wetu kamfikia mama yetu Fatuma Ezekieli, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Naona bado hajafika. Kuna wachungaji ambao pia tulipata kibali cha kualika. Tunamkaribisha mchungaji Ilangi Yondo, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Pia tunamkaribisha mchungaji Amuri Mamba, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Naona bado hajafika. Pia tunamkaribisha mchungaji Benga Kakimbi, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Hajafika. Pia tunamkaribisha mchungaji Eliazere Wanywema, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Pia hajafika. Tukakwenda kumwalika mchungaji Isaya Bainino, ikiwa yupo asimame usalimu mkutano. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokea kundi la wana wa manabii, ikiwa wapo au mwakilishi yupo asimame aweze kusalimu mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mbarikiwe na Bwana. Basi wapenzi waalikwa, kwa upendo kabisa ninawakaribisha mashemasi wetu wote wakaribie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia ni kwenda kuwakaribisha watu wa protokali wakaribie katika nyumba ya Bwana, na Bwana Yesu awabariki. Amen. Kwa niaba ya uongozi tunasema karibuni wapendwa, na Yesu wa mbinguni atubariki sote katika jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tapia Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Inapendeza ipendezi. Inafurahisha ifurahishi. Mwambie mwenzio leo kinawaka. Mwambie mwenzio leo kinawaka. Madam jana leo kinawaka. Na kesho fainali. Amen. Amen. Jamani, ni muda mzuri wa kumtumikia Mungu.
Jisikie furaha. Amen. Usijiweke kibaridi baridi. Waambie adui niachie nimtukuze Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Wapo leo wamebadilisha majina yao. Wameita marehemu. Na wengine wapo hospitali, wapo ICU. Je, mimi na wewe tumempa Bwana nini? Hakuna chochote. Ni muda mzuri wa kumsifu Mungu. Ni muda mzuri wa kumsifu Mungu. Kila mwenye pumzi ya uhai lazima msifu nani? Mungu. Mungu anaketi mahali pa sifa. Niombe tusimame. Mkutano, naomba tusimame. Naomba tusimame mahali uliposimama. Viti vipo lakini naomba usimame. Si muda kuangalia mwili wako kwa madhaifu ulionao. Ni muda kumsifu Mungu. Usiangalie maradhi yanayokusumbua. Naomba usimame. Basi, karibu mbishaji kwa ajili ya wimbo wa sifa na mabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na 3 na 5. Yes. Yes. Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Sifa na sifa nimekupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. sifa na sifa Sifa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Sifa na sifa, na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Ewe sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Ewe sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. ewe sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Sifa na sifa, Kweli ni mwimbie Mungu. ewe sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Mungu. Haleluya. Sifa na sifa ninakupa Yesu, kweli ni mwimbie Maombi yangu,
Sitaki mimi wala haleluya kulialia wengi wetu sitaki mimi wala kulialia haleluya sitaki mimi Anakatakata nyama mdogo mdogo. Kazi. Agora o Júdio Ingo, qual a bola com a
iseme. Acha ngoma iseme. Afrika yama kwenye machi. Yes. Ole wangene ombe. Ole wangene tata. Ole wangene.
Ipo. Haleluya. Haleluya. Ipo. Inalawana libarikiwa. Sadakia. Ngoma nayo. Kayamba malaika pia nayo na ngoma nayo. Haleluya. Baba wewe unastahili. Naomba sisi sote tu. Baba wewe Mungu wastahili. Tunaenda kuabudu. Tusimame tuabudu Mungu. Tuwe wema tumwabudu Mungu. Bwana wa majeshi. Tusimame kwa kumheshimu Mungu, tumwabudu Yesu. Ulimwengu umejaa utukufu wake. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana wa majeshi. Haleluya. Ulimwengu umejaa. Haleluya. Utukufu wako. Iyo takatifu, 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 Bwana wa majeshi. Kweli ulimwengu umejaa utukufu wako. Imba takatifu, 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 haleluya. Ulimwengu umejaa utukufu wako. Iyo takatifu, takatifu, Bwana wa majeshi. Ulimwengu umejaa utukufu wako. Bwana wewe watosha. Takatifu, 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 Bwana wa majeshi. Ulimwengu umejaa utukufu wako. Iyo takatifu, takatifu, Yehova ni mwingine unastahili sifa. Tunao kila sababu ya kukuinua. Tunao kila sababu ya kukuinua hicho. takatifu, takatifu, takatifu.
libarikiwe. Haleluya mkutano. Haleluya. Hebu mshangilie Yesu makofi na vigeregere. Inapendeza ipendezi. Amen. Bado sijasikia. Yaani sijasikia. Bado sijasikia. Kama Mungu amekushindia huku hapa, sijasikia vigeregere. Naomba uchanda. Mwaibishe shetani. Amen. Mwaibishe nani? Shetani. Kuna watu wanashangaa, je, amepata muda gani kufika mahali hapa? Naomba uchanda. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigeregere. Mahali ulipo, hebu mshangilie Yesu Bwana Mungu. Haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya wana Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Hapa. Hapa. Palipo kusanyiko la wana wa Mungu. Tukipindi kigumu. Jitahidi kumtafuta Mungu. Maadamu anapatikana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya mkutano. Haleluya mkutano. Haleluya mkutano. Wana wa Mungu haleluya madhabahuni. Hey. Hapa. Naona utaona. Unashangaa. Oh, unashangaa. Waweze kuchafuka anga. Haleluya. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Hey. Yes. Amen. Mungu wetu ni mwema sana. Mungu anatupenda. Mungu anatuhitaji. Ndio muda huu tu kumtumikia Mungu. Amen. Hello. Ongea na mtu mmoja mahali hapa. Kama unanisikia. Jitafakari. George. Wewe na Mungu. Imba kama hutoimba tena. Cheza kama hutocheza tena. Piga kayamba kama hutopiga tena. Maana mna ujao. Kayamba hii hatutoi. Washangazi. Zubaa. Mna ujao. Kayamba hutoi. Tutamani kuimba. Haitowezekana. Mikutano kama hii haitaonekana tena. Job. Amen. Haleluya. Basi ni muda mzuri wa kuweza kusikia neno letu. Na pia kwa sisi ambao tujapigiwa simu, najua ndio muda wetu kupigiwa sasa simu. Huu hapa. Kwa sisi ambao hatujapigiwa simu, tutapigiwa simu. Kwa sisi ambao hatujatoka, tutatoka. Hivyo basi niombe utulivu wa kimungu uwe juu yetu. Ndio muda wa vita sasa. Neno linapokuja ni muda wa vita. Niombe utulivu kiwepo. Basi nimsimamishe mhusika ambaye atakaweza kumleta mnaji wetu wa siku leo. Anaposimama piga makofi na vigeregere na kumshangilia Bwana. Karibu mhusika na Mungu akubariki. Amen, 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 amen. Ujiandae sasa, utakutana na Mungu, lazima uwe tayari kwa sababu utamwona. Basi ni muda mzuri wa kukaribisha mwalimu wetu, na wakati atakaposimama lazima umrudishie Mungu tukufu kwa shangwe na vigeregere. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa heshima na tazima, karibu mwalimu kwa kipindi cha neno.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tusalimiane kwa namna hii. Mungu akubariki sana, akuinue zaidi. Hii ni siku yetu ya pili tukiwa katika eneo hili ambalo Mungu amelichagua ili tuweze kusikia sauti yake, kupata ahadi zake, na wakati mwingine kujua wakati ulioamriwa kwa zile ahadi ambazo yeye alitupatia kabla ya misingi ya mbingu na nchi kuwekwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Naomba ufungue nami Biblia yako, tusome kitabu kile cha nabii Ezekiel. Ni sura yake ya 4 na mstari wake ni ule wa 4 5. Kitabu cha nabii Ezekiel sura ile ya 4, mstari wetu ni ule wa 4 hadi ule wa 5. Nitasoma katika jina tukufu la Kristo Yesu. Tena lala chini kwa ubavu wako wa kushoto, ukaweke huo uovu wa nyumba ya Israeli juu yake, kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala juu yake, kwa kadiri hiyo utauchukua uovu wao. Maana nimekuagiza miaka ya uovu wao iwe kwako hesabu ya siku, yaani siku 390, ndivyo utakavyo uchukua uovu wa nyumba ya Israeli. Amen. Baba, ninalitukuza jina lako na kulisifu hili neno lako ambalo limekuweko kabla ya misingi ya mbingu na nchi, ikiwa halina mwanzo kama vile wewe usivyo na mwanzo, na likiwa halina mwisho kama vile usivyo na mwisho. Acha liwe moto, liwe nyundo, liwe upanga, liwe chakula, liwe maji, liwe maarifa, liwe hekima, kwa yote yanaenda kulipokea, ikatimize mapenzi yako na kuyaondoa mapenzi ya mwanadamu na mapenzi ya nguvu za giza, katika jina la uweza na nguvu la Kristo Yesu tuseme amen. Amen. Jana tulikubaliana kwamba tutakuwa tunajifunza juu ya somo ambalo linaitwa utawa ulioamriwa na Mungu. Utawa ulioamriwa na Mungu. Leo nimekuletea syllabus. Kwa wale ambao watahitaji syllabus, kuna mhusika hapa na syllabus kwa bei ndogo sana, shilingi 3,000. Unaweza ukanifuatilia pale kupitia ile syllabus, na itakusaidia pia, kwa sababu hata wewe una sehemu yako ya kuwafundisha na kuwakamilisha watakatifu ili mwili wa Kristo uendelee kujengwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jana tuliweza kujifunza mambo mengi. Nilikuletea habari ya kuelewa kwamba kila aliyezaliwa mara ya pili anapaswa kutambua kuwa utawa upo. Wala usiwe mtu unaikana kwamba utawa haupo. Utawa upo. Na Mungu ndiye mwanzilishi wa utawa mwenyewe. Hakuna mwanadamu aliyeanzisha utawa. Unaweza ukaanzisha huduma ya kuwaweka pamoja wale ambao Mungu amewajalia neema ya utawa, lakini wewe hutakuwa mwanzilishi wa utawa, bali mwanzilishi ni Mungu peke yake aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya. Na nilikwambia ya kwamba siku zote utawa ulioamriwa na Mungu ndio utawa unaoweza kuleta matokeo chanya. Kama utawa haujaamriwa na Mungu, uwe na hakika ya kwamba hauwezi ukaleta matokeo chanya. Na tunaposema matokeo chanya
ni yale matokeo sahihi ambayo kila mwanadamu anayahitaji. Kumbuka, hata wale wasioamini, hata wale ambao hawataamini, wanahitaji kula matunda ya utawa ulioamriwa na Mungu kabla hawajaondoka kwenye dunia hii. Na ni utawa ulioamriwa na Mungu tu utakaoweza kuwa chakula, utakaoweza kuwa majibu, utakaoweza kuwa suluhisho, utakaoweza kuwa dawa kwa kila kiumbe anayeishi katika ulimwengu huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Nilikuletea maana ya utawa na mtawa, na nilikuwa nimefikia kipengele kile ambacho kilitueleza watu waliotawishwa na Mungu, na ninapenda niendelee katika sehemu ile ili angalau wale ambao hawakuwepo angalau wapate kuelewa mambo mengine kwa namna nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuliweza kuona ya kwamba kuna vitu vilivyotawishwa na Mungu ili viweze kuleta matokeo chanya sawa na Mungu alivyoamuru. Lakini pia tukaona kuna watu waliotawishwa na Mungu kwa makusudi ya Mungu ili waweze kuwa majibu na suluhisho. Na bado ninakuletea mtu mwingine ambaye anaitwa Musa. Musa ni miongoni mwa watu waliokuwa viongozi wa Israeli, na ndiye kiongozi wa kwanza wa Waisraeli kutoka katika ile nchi ya Misri. Na ndio 19 ndio neno la Mungu linasemaje? Elisha akaomba akasema, E Bwana, nakusihi mfungue macho yake ndio apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomteremkia Elia akamwomba Bwana, akasemaje? Akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Yes. Akawapinga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Elisha akawaambiaje? Njia hii sio, na mji huu sio. Nifuate mimi. Nifanyeje? Nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elisha alipotawishwa kuwa nabii maradufu kuliko Elia, wakati ulipofika wa kuindana na wale waliomuwinda wakitafuta kumwangamiza, neno la Mungu linatuambia ya kwamba walipokuja kumuwinda, Elisha alikuwa amezungukwa na jeshi kubwa kuliko jeshi lililokuwa likimuwinda. Haleluya. Lakini pia Elisha, neno la Mungu linaeleza kwamba akaomba akawapiga kwa upofu, na alipowapiga kwa upofu ikabidi awapeleke mji mkuu Samaria, na akawafikisha kule, na akaomba Mungu awafumbue macho, na walipofumbua macho wakajikuta wako ikulu Samaria. Haleluya. Nataka nikwambie, mtu yeyote aliyewekwa kuwa mtawa kwa amri ya Mungu lazima atuletee matokeo tunayohitaji. Yes. Tuko sasa? Ndio. Tuko sasa? Ndio. Lazima atuletee matokeo tunayohitaji. Na kama hajatuletea matokeo tunayohitaji, manake huyo mtu hajatawishwa na Mungu aliye hai. Hebu tusomee Waamuzi 16. Waamuzi 16 mstari wake wa 29 hadi 13. Waamuzi 16 ndio 29 hadi 13. 29 ndio neno la Mungu linasemaje? Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake. Sawa. Akazitegemea
mmoja mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Sawa. Sansoni akasema, akasemaje? Na nipe pamoja na hao Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote. Ndio. Ile nyumba ikawaangukia hao wakuu. Na ikawaje? Na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko aliowaua wakati wa uhai wake. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Samsoni alitawishwa na Mungu kuwa mkombozi wa Israeli, na pamoja na changamoto aliyoipata ya kutobolewa macho hadi mwisho wa kifo chake, anamaliza akikamilisha utawa ule ambao alikuwa amechaguliwa na Mungu aje kuufanya. Neno la Mungu limesema ya kwamba Wafilisti aliowaua akiwa hai walikuwa ni wachache, lakini aliowaua wakati wa kumaliza huduma yake walikuwa ndio wengi. Haleluya. Nani mtawa ambaye ametawishwa na Mungu kama nabii, ambaye tunaweza tukamtuma katika kambi ya Nyarugusu ili awakamate wachawi na wafumu ambao wanawinda maisha ya watu na awapeleke kwenye machinjo na awachinje wote? Nani tumwagize? Kwa sababu atakuwa ameamuliwa na Bwana. Nani tumwagize? Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 22 mstari ule wa 18, usimwache mwanamke mchawi aishi. Amen. Huko unanielewa? Sasa nani tumwagize aliyeteuliwa na Mungu atuchinjie waganga wa kienyeji, atuchinjie wachawi wote, ili kambi hii itawaliwe angalau na wale wanaotaka kwenda mbinguni, na wale wanaotaka afya na amani ipate kutawaliwa. Amen. Yes. Leo kwenye kambi ya Nyarugusu pande zote mbili watu wanakufa kama sisimizi. Watumishi wa Mungu wanakufa kama sisimizi. Watu wa kawaida wanakufa kama sisimizi. Bado tunahitaji watu kama Samsoni ambao wanahitaji kukomboa kabila la Wabembe na makabila mengine. Tunahitaji watu kama Samsoni ambao wanaweza kukomboa kabila la Warundi, ambao wanaweza wakawachukua walio kama Wafilisti juu ya taifa la Kongo na wakawashughulikia na kawaangusha chini na tukapiga shangwe na vigeregere na ukimbizi ukaisha. Amen. Nani tumwagize? Nani? Watu ambao tumepitia shule za Biblia, wakati mwingine kuna maneno tunayoongea wakati mwingine yanakuwa ni magumu kuyaelewa, lakini nataka nikwambie kwenye kambi hii ya Nyarugusu hatuna nabii kama Elia na hatuna nabii kama Elisha, labda atatokea, ila tuna watu wenye karama ya tuna watu Amen. Tuna watu wenye karama ya unabii na tuna watu wenye neno la unabii, lakini hatuna nabii kama Elia, hatuna nabii kama Elisha. Yes. Tukimpata mmoja kwenye kambi hii tu ambaye ni nabii kama Elia au kama Elisha, nataka nikwambie kila aitwaye adui atapona. Wakati wa Elia hakuwaokoa waliokuwa wanamcha Mungu tu kwenye Israeli. Wakati wa Elisha hakuwaokoa waliokuwa wanamcha Mungu kwenye Israeli. Aliwaokoa waliomcha Mungu na wasiomcha Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakubaliana na wewe ya kwamba una karama ya unabii na una karama ya neno la unabii, lakini tunahitaji nabii kwenye taifa hili la kambi ya Nyarugusu ili angalau apate kututandikia wale wanaotusumbua. Hata kama atakuwa mmoja na wanaotupinga ni 600 700, atawatandika akiwa peke yake. Yes. Yes. Wangapi wananielewa?
Haleluya. 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 Yes. Soma Isaya ule mstari wa sura yake 20, mstari wake wa 3 na ule wa 4. Isaya 20:3 hadi 4. Neno la Mungu linasemaje? Isaya 20:3-4. Enda haraka kabisa. 3:4. Neno la Mungu linasemaje? Naye akafanya hivyo, akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi, hana viatu, hana awe ishara za ajabu kwa muda wa miaka mitatu juu ya Misri na juu ya Kushi. Hivyo hivyo ndivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri na watu wa Kushi walioalimishwa, watoto kwa wazee, hawana viatu, matako yao wazi. Misri aibishwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni nani? Huyu ni nabii Isaya aliyetawishwa na Mungu awe uchi miaka 3.5, na akavua nguo zake na viatu vyake, akatembea uchi, matako yake uchi mbele za taifa lote, na akatangaza yale yatakayotokea kwa watu wa Misri na Ethiopia. Na alipofanya hivyo ndivyo watu wa Misri na Ethiopia walivyofanyiwa. Nani aliyetawa ili angarau Mungu atakapomuinua atembee uchi, ili angarau wale wanaotaka kunyanyasa Mkongomani, wanaotaka kunyanyasa Murundi, wanaotaka kunyanyasa kabila lingine wasipate sehemu ya kuinukia. Nani? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuko sawa sawa? Thank you. Soma Ezekieli. Soma Ezekieli 3. Unaweza kwenda haraka? Ezekieli 3:22. Hebu nenda ile ili tuende haraka. Sababu kuna mstari mingi hapa. 4. Ezekieli 4:1 hadi 3. Wewe nawe mwanadamu, ndio jipatie tofali uweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu, ukausuru, ukajenge ngome juu yake, na kufanya boma juu yake, ukaweke makambi juu yake, na kuweka magogo ya kubomoa ya uzunguke pande zote. Kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe. Nenda mstari wa 4 na 5. Tena lala chini kwa ubavu wako wa kushoto, ukaweke huo uovu wa nyumba ya Israeli juu yake, kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala juu yake. Kwa kadiri hiyo utauchukua uovu wao, maana nimekuagizia miaka ya uovu yao iwe kwako hesabu ya siku ngapi? Yaani siku 390. Ndiyo utakavyo chukua uovu wa nyumba ya Israeli. Amen. Bwana asifiwe. Huyu ni Ezekieli, ametawishwa na Mungu siku 390 akiwa amelalia ubavu wake wa kushoto. Wiki moja ubavu moja tu ulalie, wiki moja tu, yaani hakuna kwenda kulia, unalalia ubavu mmoja siku 390. Na lengo, Mungu anamwambia kwamba unavyolalia ubavu wako wa kushoto siku 390, hivyo ndivyo unavyobeba uovu wa taifa la Israeli. Uko
ya kuokoa kombo yetu tunayoipenda. Nani mtawa aliyetawa siku angarau zile ambazo Mungu ataamuru ili angarau Burundi tunayoipenda ipate kukombolewa kwa kubeba uovu wa Warundi? Nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utawa ulioamriwa na Mungu siku zote una matokeo chanya. Lazima utuletee matokeo chanya. Sikiliza niwaambie ndugu zangu, tunapenda kusifu ndio, tunapenda kuabudu ndio, lakini kusifu na kuabudu havitoshi kama wanaosifu na kuabudu hawaleti matokeo chanya kwenye kanisa la Kristo na kwenye jamii inayowazunguka. Amen. Ubarikiwa. Uko unanielewa? Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Soma Filipi 2:5-8. Taenda haraka kama vile unavyohesabu hela kutoka Marekani. Nani anaumia anyoshe mkono tumponye kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Sikiliza nikwambie, soma Mathayo. Hebu soma Mathayo 10:16. 10:16 hadi 17 nitakuelekeza. Angalieni, mimi nawatuma ndio kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Inatosha. Nenda waraka wa kwanza wa Petro 2:19 hadi 23. Waraka wa kwanza wa Petro 2:19 hadi 23. Imeandikwaje? Waraka wa kwanza wa Petro 2:19. 19 inasema. Inasemaje? Maana huo ndio wema hasa. Mtu akivumilia huzuni kwa kukumbuka Mungu, ndio pale atesapo usio haki. Endelea. Kwa maana ni sifa gani kustahili mtendapo dhambi na kupigwa makofi, lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema. Makofi kwake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko sasa? Ndio. Sawa. Nataka nikupe elimu ambayo natakiwa uielewe katika habari ya mambo ya utawa. Amen. Unaweza ukaandika au ukaangalia kwenye kitabu chako mahali ambapo kuna kitu kinaitwa sababu ya kuwepo kwa utawa. Kwa nini utawa uwepo? Sababu za kuwepo kwa utawa. Kwa nini utawa uwepo? Sababu za kuwepo kwa utawa ni imani. Sababu za kuwepo kwa utawa ni nini? Ni imani. Mahali popote palipo na imani, sawa, nampenda wewe. Unaogopa kumtandika wakati yeye amekutandika uwe masikini miaka yote. Unaogopa kumtandika wakati amekutandika usisome. Unaogopa kumtandika wakati amekuzuia usiende Marekani. Yes. Yeye amekutandika hata kama wewe haumtandiki. Ila mimi ninawatandika. Mimi ninawatandika. Kwenye ukoo wetu nawatandika. Akiibuka akafurukuta na mtandika. Na nimeshawahi kuwatandika wawili na wakafa. Yes. Unanielewa? Mimi nimeitwa niwe mtu mkuu. Sasa wewe unanitandika mimi niwe kabwera kwa sababu gani? Halafu mimi nikubaliane na wewe? Never. Wewe endelea kumvumilia, utamuona. Atakapokufanya msukule ndio utajua kwamba alikuwa ni baba yako amekufanya msukule. Yes. Sasa hao watawa wa Satan
ni watawa wanaotawa kutokana na imani ili kuishi imani yenye nguvu inayotegemea kufungamanishwa na maagano ya majini au mapepo wachafu. Yaani hawa watu wanatawa, lengo ni kwamba wafungamanishwe na maagano ya majini au mapepo wachafu. Na ndiyo maana utakuta watu wengine, ndugu yangu, ameshatawishwa kwenye chini, ameshatawishwa kwenye mapepo wachafu. Huyo ukikutana naye, ndugu yangu, ajabu inakutokea. Waulize wale ambao wameokoka kupitia vitu vya namna hiyo. Utakuta mtu alitawishwa na jini, azini miaka miwili akiwa kuzimu. Anazini miaka miwili, halafu akitokea kule anatoka akiwa na nguvu ya ajabu sana. Akifika kwenye mkutano anakuambia wewe uko hivi na wewe uko hivi, familia yako iko hivi, wewe ulizaliwa tarehe hii na wewe ulizaliwa tarehe hii, na wewe uko hivi na wewe uko hivi na wewe uko hivi. Na watu wanasema huyu ni Mungu Yahweh Elohim. Sio Mungu bwana, sio Mungu. Hebu angalia kwanza maisha ya huyo mtu anayekwambia wewe umezaliwa hivi. Yeye ana maisha gani? Sio Mungu. Wengine wamefanya maagano na majini na mapepo, wametawishwa na wana nguvu. Wana nini? Nguvu. Bwana watu hamsemi. Neno linaingia. Aibu. Wana nguvu wale watu, lakini nguvu yao ni ndogo, maana sisi tumekabidhiwa mamlaka. Hebu sema mamlaka. Mamlaka. Luka 19 mstari ule wa 10 inasema ya kwamba tumepewa mamlaka ya kueneza nini? Nyoka na inge na nguvu zote za ile adui, wala hakuna chochote kitakacho inuka. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila aliyetawishwa nguvu ya majini kwenye kabila langu, kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, ili aniharibu, ili aharibu jamaa yangu, ninamtandika kwa moto, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Sema ameanguka. Kwa jina la Yesu. Kofi kwake Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ni elimu, sio elimu. Neno la Mungu linasema mtaitambua kweli nayo kweli itawaweka huru. Na naamini huko nakuwa huru. Ndugu yangu nikushauri, kama unataka kuona ufalme wa mbinguni, achana na figisu za mababu. Achana na figisu za kufungamana na maagano ya majini. Achana nayo. Achana na kushauri bibi. Unanisikia hapa na kushauri bure. Sitaki unipe hela. Na kushauri achana na kufungamana na majini, achana kufungamana na mababu, achana. Ngoja nikuletee wale tunaowapenda ambao ni sehemu ya watoto wa ufalme kama tulivyo watoto wa ufalme. Hawa ni watawa wanaotokana na imani katika Kristo Yesu. Sema amen. Amen. Na mmoja wao akiwa ni mimi, yawezekana na wewe. Maana sijui, wewe ndio unajijua. Si ndio? Ndio. Haleluya.
Huko inakaa. Yesu ni wewe. Anastahili kuitwa Mungu mwenyewe. Hakuna mwingine. Kuna nini hapa kuna nini? Kuna nini hapa kuna nini? Kuna jambo. Kuna nini hapa kuna nini? Baraka zikiwa hapa kuna nini? Roho Bwana piga hapa kuna nini? Roho Bwana piga kwetu kuna nini? Kayaba ikiruka kweli kuna nini? Kama kukorea kwetu kuna nini? Kuzuzi kukumbuka kwetu kuna nini? Aja mafundisho kuna nini? Kayaba kupinga kwetu kuna nini? Hapa kuna jambo. 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 Kuna jambo. Pam, pam, pam.